Eyo mtazamaji wa Ngebe Media, ni time nyingine ya Kaki Sport ambapo hapa tunazungumzia masuala ya michezo tu. Tunajua mbele yetu kuna mchezo mkubwa wa ligi kuu Tanzania bara ambao unakutanisha timu ya Simba na Yanga. Mchezo huu ambao utapigika pale katika uwanja wa Mbweni pale Meja Jenerali Samuyo. Tunataka kujua mashabiki wanataka kusemaje juu ya mchezo huo. Tutaenda kuna kusikia hisia za mashabiki mbalimbali. Twende tukawasikie wanasemaje kuendea mchezo huo. Mtazamaji wa Ngebe Media, kama nilivyosema nitakutana na mashabiki wa Simba na wa Yanga. Sasa hapa mbele yangu kuna mashabiki, sijajua wa Simba ni upi na wa Yanga ni upi. Watajitambulisha wao, majina yao na ni mashabiki wa timu gani. Brother, mambo vipi? Fresh kwema. Kama kawaida? Fresh. Mambo yanaendaje? Safi kabisa. Wewe unaitwa nani ndugu yangu? Naitwa Mustafa Ali. Mustafa Ali, unashabikia timu? Simba Sport Club. Simba Sports Club. Brother, hapa unaitwa nani? Kwa jina naitwa Mesha Kimbogo. Mesha Kimbogo, unashabikia timu gani? Yanga Sport Club. Yanga. Kumbe huko na shabiki wa Yanga, huko na shabiki wa Simba. Kwa hapa timu imekamilika. Hapa tutataka kusikia tambo, maana tunaelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo. Wanazungumziaje mchezo wa siku ya kesho ambao utapigwa pale Meja Jenerali Samuyo? Tunaanza kwanza na mwenyeji, shabiki wa timu ya Simba. Kwanza unauzungumziaje mchezo wa siku ya kesho? Kwenye picha yako inakujaje ukisikia mchezo wa siku ya kesho unakutana na mtani wako? Kwanza mechi itakuwa ngumu sana kuanzia nje ya uwanja na ndani ya uwanja, na imani Simba wamejipanga vizuri ili kushinda hii game, kwa sababu ukiangalia msimamo wa ligi, ukiangalia jinsi mashabiki walivyopokea toka ile mechi ya finali ya Muungano mpaka leo, hali ilivyo mtaani, tukiwa tunatembea huko mtaani, mashabiki walivyo na hata uwanja ule ni sababu mojawapo ya Simba kwenda kufanya vizuri tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo mna imani ule ubabe ambao mlionyesha Zanzibar katika finali mtaendelea nao, sio? Yaani hilo sola kuuliza, hilo ni jibu tosha kabisa. Kwamba ubabe ule unaendelea, yani mtani atapigwa atake astaki. Ubabe unaendelea. Kwa nini unajihakikishia sana? Kwa sababu najua mtani amekuwa bora sana katika siku za hivi karibuni, amekuwa bora sana kuliko wewe unajihakikishia. Uone kama hiyo siku ulibahatisha au kweli ulidhamiria? Hapana, anguko la Yanga limeanza toka msimu uliopita. Kwa watu ambao wanafuatilia mpira, anguko la Yanga limeanza toka msimu uliopita. Ila kwa sababu mashabiki walio wengi hawapendi sana kufuatilia mpira, wao wanaamini katika kuangalia usajili tu, waangalia anguko linatokea wapi. Sasa kwa sisi hapa ambao tunafuatilia kidogo mpira, tunaamini Yanga ameanza anguko la Yanga limeanza toka msimu uliopita. Saizi huu ni wanamalizikia, hata wasajili mchezaji saizi mwenye kaliba ya Ronaldo hawatafanya vizuri kwa sababu ni anguko. Ukiangalia mfano mzuri Manchester United, kila msimu wanasajili wachezaji wazuri, lakini kwa sababu anguko lilishatokea miaka ya nyuma, kurudi taratibu linachukua tena muda mrefu. Kwa hiyo kwa saizi hivi ni anguko ambalo saizi tunaenda kumalizia. Kwa hiyo mimi naamini kwa mechi zilizobaki na walivyo Yanga na anguko lako ambao wanalipitia saizi, ile migogoro ambao Simba walikuwa nayo kipindi cha nyuma ndo ambao inaanza kuwatafuna Yanga toka msimu uliopita. Ukiwasikiza mashabiki wanafuatilia vizuri timu yao ya Yanga, utasikia kuna migogoro ndani ya klabu, lakini kwa sababu hapa hatujakuja kuzungumza masuala ya migogoro, hapa tunazungumza hali halisi ya mchezo wa kesho. Mimi naamini anguko la Yanga lilikuwa msimu uliopita na sasa hivi tunaendelea. Kwa hiyo Simba ni muda wa kufanya vizuri. Hata akisajili mchezaji kutoka Kagera Sugar atafanya vizuri tu. Sawa, tumemsikia shabiki wa Simba huyo akitamba kwamba ataendeleza ubabe alioonyesha kule Zanzibar. Shabiki wa Yanga nadhani amemsikia vizuri kabisa. Unazungumziaje? Umesikia madongo hayo? Upo tayari kwa ajili ya kufungwa tena? Hamna, yule alibahatisha tu. Yule ni ubavu wa pili. Hawezi. Yaani alifanya ni kama kubahatisha. Umeona mpira wenyewe ulivyochezwa. Na anaposema anguko la Yanga limeanza kuonekana, hilo sio anguko. Ulikuwa ni mpira tu. Sasa na Yanga hata kubali kufungwa mara mbili tena. Haijawahi kutokea Yanga anafungwa mara mbili mfululizo. Kwamba ubabe wenu ambao mlimfunga mtani wenu mara 6 mfululizo mnaenda kuongezea mara ya 7, sio? Kesho ni kipigo tu. Yeye mwenyewe anajua, ana wasiwasi. Kwanza wao wamebahatisha, ndio maana hajashangilia sana. Hajiamini. Umeona? Kisingizio chake ni marefa. Hata kipindi kile alisingizia marefa, tukaleta marefa kutoka Misri. Na bado alionekana kwamba tumewanunua wale marefa. Sasa yeye si anakuwa wapi wakati sisi tunanunua?
Kwa maana yake sasa marefali wa mechi ya kesho ameshatangazwa kwamba wanatoka Morocco, kwamba kisingizio cha mtani wako Simba Sports anasema kwamba mnaonunua marefa. Mnaamini marefa hao watachezesha vizuri na watawafanya mpate ushindi katika siku hiyo? Yaani kesho anakufa 3. Yeye mwenyewe anajua. Kwa marefa wa nje. Ila tukiweka marefa wa kwetu hapa kina Kayoko si kina nani au mala balance mechi. Kidogo refa wa Kenya ameonyesha mpira unachezwa vipi. Huyo ndio refa anavyotakiwa sasa. Na alisoma dabi vizuri. Umeona? Sawa sawa, umesikia mtakufa 3 kesho. Hiyo sawa. Yaani kwenye hiyo mechi bana, mtani wangu asahau kwanza, kitu cha kwanza. Pili, asiangalia rekodi za nyuma. Nishaongea hapa miko swala la anguko la Yanga. Iko kinachotokea saizi, ukimuona Yanga kashinda goli 5 kwenye timu yoyote ile, iwe kubwa iwe ndogo, lazima hiyo mechi imeanza kuchezwa nje ya uwanja. Kwa hiyo masuala sisi ya kumlaumu sana marefa nini, kwa sababu ukiangalia hata mara 6 walizotufunga mfululizo, ukiangalia mechi walizotufunga kiuharali zinaweza zisizidi 2. Lakini zote zikawa zina makando kando ya nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Kwa maana ya marefa walikuwa wanawabeba. Yaani sasa mambo sio ya kuzungumza kwenye mechi ya kesho, kwa sababu mechi ya kesho inawezekana Simba akashinda hata goli 4, ila ikaja ile lawama ambazo walikuwa wanatoa Simba kipindi cha nyuma tunafungwa hizo mechi 6 mfululizo, ikawa inawadondokea wao kwamba inaweza katokea mtu tu kakwatuliwa kidogo, refa kaacha goli limefungwa, mechi imeisha, watarudi nao kwenye kelele zile zile. Lakini kwa sababu mimi naamini sana katika mpira, mimi naamini saizi tupo bora sana kuzidi wao, na nadhani ile mechi kwa sababu wamecheza dakika 120 wanafatiki. Alafu kiangalia pili, upande wa pili Yanga na wachezaji wengi sana wenye umri kuanzia miaka 30, 38 huko kuendelea. Sasa ukiangalia kwa sisi hapa tuna vijana wengi, naamini ile fatiki haitawala. Kwa kwenye hilo swala lazima sisi tushinde. Bwana anasema kwamba mashabiki wa Simba anasema kwamba mna wachezaji wazee. Sio kweli. Kwa sababu kwanza wachezaji wa kibongo, tuseme wa Tanzania, mchezaji yoyote au mfanyakazi wa kiserikali huwa wanadanganya miaka. Unaona? Kwa sababu hiyo ni miaka ya kazi tu. Anaposema vijana hapo, hakuna kijana hata mmoja. Aniambie kijana ni upi pale? Mwenye umri wa miaka 20 kitu yupi? Usitishwe na ufupi wa kina Kibabage. Wale ni watu waliokomaa tu. Na akisema Yanga anacheza nje ya uwanja, sio kweli. Wao ndo wanacheza nje ya uwanja kwa sababu ukikumbuka kule walienda walichoma uwanja South Africa. Wao ndo wanatumia, wanaonekana sana kwenye kamera. Walichoma carpet ile kwa sababu ya ushirikina. Katika mashindano ya CAF sio? Ndio. Alafu usitoshe hata hapa kuna mechi nyingi wanaingia na kila mchezaji na chupa ya maji. Wanaenda kunawa uwanjani. Wananawa nini? Wanashindwa kunawa kwenye vyumba vya kunani huko, wanakuja kunawa uwanjani. Wao ndo wanacheza na mechi zao zote zinaonekana. Ni kwamba wao hawaamini katika uwezo wao, wanaamini katika ushirikina na ulozi sio? Wanaganga wengi tu wanawaleta hapo. Angalia uwanja wa Taifa umefumuliwa sasa hizi imekutwa ilizi, sio ilizi, magodoro ya ilizi. Lakini inawezekana ilizi zikawa ni za Yanga pia. Hapana, wao ndio wanatembea kwenye kona, wanaonekana kwenye kona. Kila mechi wanaingia kukagua uwanja na chupa ya maji, wananawa uso, wananawa nini? Sasa wote ni ushirikina. Wale ndio wanacheza ndani na nje ya uwanja wanacheza. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba Meja Jenerali Samuyo, mchezo ambapo utapigika kule hakuna kitu chao, kwa hiyo kufungwa wao ni kawaida, lazima watafungwa. Najua wamekimbilia kule kwa sababu kule wataomba jeshi liwalinde, kwa sababu wanajua kipigo kitakachotokea pale hawatakubali jeshi, wataingilia kati, kwa sababu hata ule uwanja saizi wameuzingia wao wenyewe. Wanaita uwanja wa nyumbani. Ule uwanja ukustahili kuchezwa mechi ya dabi hata siku moja. Unaona? Ni Simba walishazoea kudhulumu mashabiki. Kwa sababu pale mashabiki watalipa shilingi ngapi pale? Wataingia wangapi? Sisi tulishazoea dabi inachezwa kwenye uwanja mkubwa. Tofauti na uwanja ule hauna hadhi ya kucheza dabi. Unaona? Wameenda kule sio kwamba maslahi, wameenda kule kwa sababu ya mambo yao nje ya uwanja. Nasikia kule mmepeleka dabi Meja Jenerali Samuyo, mna sababu zenu kwamba mmekimbilia msaada wa askari, kitokea mmefunga msilete vurugu, masuala yale ya kungoa viti na nini ili yasitokee, askari watakuwa karibu. Eti ni kweli kwamba kule mmekimbilia kwa ajili ya uoga? Mna. Hapana, kwa sababu ukiangalia kanuni za mpira wa Tanzania huu, na ukiangalia hao wanayetunga hizi kanuni wanashirikishwa Simba na Yanga.
kwamba kuna sheria za timu ambao ni mwenyeji wa ile mechi ndo anaruhusiwa kuchagua uwanja uliokidhi vigezo ili mechi ichezwe. Sasa ukiangalia kwenye mechi ya Simba na Yanga, ukianza kuangalia vizuri mechi nyingi zilizochezwa, mtu alioanza kufanya masuala ya kuhamisha uwanja sio Simba, ni wao wenyewe, kwamba Yanga alianza mwanzo kabisa kwamba tunapeleka mechi Guantanamo ambapo ni uwanja wa Amani. Lakini kwa saizi sisi Simba, kwa sababu ni uwanja ambao tuliuchagua toka mwanzo wa ligi mpaka saizi ni uwanja wetu wa nyumbani ambao ni Jenerali Isamuhyo. Sisi pale ndo tunaamini ndo nyumbani. Kwa hiyo hatuna uwanja mwingine ambao sisi tunaweza tukautumia kwa saizi zaidi ya ule. Kwamba sisi tulipeleka maombi kwa TFF kwamba vitumike tulichagua viwanja viwili ambapo ilikuwa ni Arusha na hii Jenerali Isamuhyo, lakini waliona watu uwanja unafaa zaidi kwa sababu ndo maana TFF wakapitisha, na sisi sio watu wa kwanza kutangaza matumizi ya ule uwanja wa Jenerali Isamuhyo kwenye dabi. Tunatambua uwanja wa Benjamin Mkapa upo katika marekebisho kwa ajili ya mashindano ya AFCON 2027 ambapo Tanzania atakuwa mwenyeji. Sasa nataka twende tukaangazie, wewe unaona hiyo mechi itakuwa na vitu gani vya muhimu au itakuwa na kitu gani cha tofauti na mechi nyingine kwa upande wako? Kwa mimi hapa ninavyoona, kwa sababu wametoka kucheza mechi nzito sana ile finali, viongozi, mashabiki, wachezaji waliweka nguvu kubwa sana katika ile mechi, na ukiangalia mpira kwa sisi ambao tumecheza mpira, ukifululiza mechi kubwa au ukicheza mechi kubwa kuna fatiki ndani ya mwili. Sasa ukiangalia hiyo mechi, kwa mimi ninavyoona, mawazo yangu mimi, haitakuwa mechi yenye mvuto sana kiufundi, ila hiyo mechi itachezwa na makocha sana kuliko wachezaji, kwa sababu mnajua kumtumia mchezaji mwenye fatiki ni ngumu sana kudeliver kile kitu ambacho kocha amemwagiza. Kwa hiyo mimi naamini sisi tuna bahati kwa msimu huu kumfunga Yanga. Mimi naamini hiyo ni bahati yetu tena kufanya vizuri, japokuwa naamini mechi itakuwa nzuri ila itakuwa ngumu. Kwa maana hiyo mchezo huo utakuwa una mbinu nyingi sana za makocha kuliko kutumia ule uwezo wa wachezaji mmoja mmoja, kwamba wamechoka kwamba wamecheza Jumatano na leo na kesho wanaenda kucheza. Na hili jambo limesababishwa na mmiliki wa hii mpira ambao ni TFF, kwa sababu ukiangalia hawa Simba na Yanga wamelelewa kama watoto wadogo, kwamba ikitokea mechi yao zinasogeza sana mbele. Sasa ukiangalia wenzetu ligi zilizo kubwa zilizoendelea, unaweza kukuta mtu katoka kucheza na Madrid UEFA Champions League, akija kwenye ligi anacheza na Arsenal na wala hachukui muda mrefu, ni siku 3 masaa 72. Kwa hiyo unakuta sasa hii sisi hatujaizoea, na hii hali sidhani kama imewahi tokea, kwa sababu mimi ni mtu ambaye nafuatilia sana mpira, lakini sidhani kama imewahi tokea miaka ya nyuma ambapo Messi hajakuwepo duniani. Haikuwahi, nadhani ipo hivyo. Kwa hiyo mimi naona kwa hili hapa litaenda kuathiri sana kuanzia viongozi, wachezaji mpaka mashabiki wenyewe, kwa sababu tayari kuna baadhi ya mashabiki wameshatoka na matokeo ya kule wanayaleta Jenerali Isamuhyo. Sawa. Tuzungumzie juu ya msimamo wa ligi ambavyo ulivyo mpaka sasa. Ni raundi ya 20 nadhani. Unamuongoza mtani wako kwa tofauti ya alama 5. Kwa hiyo maana yake ukienda kupoteza mchezo wa kesho utakuwa umepunguza gap, ukishinda umeongeza gap. Unazungumziaje juu ya msimamo? Una uhakika kuchukua ligi kutokana na mechi ambazo zimebakia katika msimamo wa ligi? Hiyo inajulikana. Yanga akiamua lake, hata ukimwekea jiwe pale mbele lazima achukue. Ili kombe ni la kwetu, haina upinzani, halina nini. Pointi 5 hizo ni nyingi sana. Hata kama kesho si abahatike si kushinda si nini, kwanza hata magoti Yanga ilichotambua kwanza kuona kwamba hawa wanatusogelea, kuanzia yeye Azam pamoja na Simba tuliamua kupiga goli nyingi ili hata ikitokea tumefungana point tuwezi kumzidi kwa magoli, na ilishawahi kutokea hiyo Simba na Yanga. Kwa hiyo ndio maana mwendo wetu sisi, kocha wetu atosheki na goli moja wala mbili, mwendo wetu ni wa goli nyingi. Yeye Simba akifunga goli moja anarudi nyuma kujihami, ndio mchezo wake aliozoea sasa hizi. Hana watu wa kunani, maana mchezaji wao mmoja tu anaomtegemea sasa hizi, na anacheza offside kila siku, offside, magoli yake yote ya offside. Kwa hiyo mwalimu. Kwa hiyo inawezekana katika mchezo wa kesho Simba yeye atakuwa anakuwa na mawazo sana ya kushambulia kuliko kujilinda. Kwa hiyo makosa yale ambayo wataweza kutumia katika ulinzi kufanya uzembe, nyinyi ndio mtatumia, sio? Mimi ubovu wa Simba na ujua. Ubovu wa Simba uko katikati.
na katikati pamoja kuanzia namba 6 na namba 8. Simba hana viungo. Ukiangalia viungo wake pamoja ni kwamba ni wazee ambao waliwakataa mwaka juzi kwamba wamezeeka, wameenda kuchukua pensheni wapi Yanga. Lakini hao ndo wamewarudisha. Yeye kwake umekuwa ndo dhahabu tena. Ukiangalia Chama yeye mwenyewe hajui kukaba. Ila ni mzuri tu akiwa na mpira, unaona. Kwa hiyo wana cost timu. Sidhani kama sisi atatuzuia. Hamna mtu atakayetuzuia pale. Ukiangalia Yanga kote kumeenea. Tuna mtu mmoja anaitwa Damalo. Sasa hizi ni stopa ya maana. Kagoma mwenyewe anajua. Pamoja kugonga kwake vilafu vya ovyo ovyo, lakini kwa Damalo amefika pale. Unaona? Japo Mdasi hatutamtumia kwa kampeni za TFF. Hizo ni kampeni, mimi najua ni kampeni za TFF tu. Lafu ngapi zinachezwa? Wacheza lafu wanajulikana. Lakini yeye baba akajikwaa tu, kasingiziwa, kacheza lafu sio kwa maana, kafungiwa. Sawa, ndio mbinu za Simba. Akishaona huyo ni mchezaji wanamwekea, wewe angalia hata adhabu zinavyotolewa kwa Simba. Mimi ndio nashindwa kuelewa hata TFF wenyewe. Adhabu ya Simba ikitokea leo anajua mbele kuna nani, wanaacha kusoma. Maana wanasema adhabu itolewe baada ya masaa 70 ngapi? 72. Kamati ya nini ile ya nidhamu. Lakini wataisogeza mbele, baadaye wanakuja kutoa ili ule mtu awe mchango kwa ile timu. Inatusikitisha sana kwa TFF. Kwa kweli hawatutendei haki. Unaona? Bwana, tofauti ya gap la msimamo ni alama 5 kaka. Hiyo nalifahamu, alama 5, lakini ukiangalia tumebakiwa na mechi nyingi, sio hiyo moja. Na ili uwe bingwa lazima ushinde mechi zako zilizopo mbele yako. Kwa hiyo mimi katika kuangalia, mimi naamini hii mechi iliyopo mbele yangu ndo naiangalia kwa sababu ndo ipo mbele yangu. Hizo mechi zilizobaki ni nyingi. Huwezi kaweka grade kwamba mtu anaweza kashinda mechi zote. Mpaka leo ukiangalia hakuna timu ambayo imeshinda mechi zote za nyuma. Kuna sare, kuna watu wamefungwa. Kwa hiyo mimi sioni hilo kwamba ndio kigezo. Ila kigezo kikubwa cha kufanya vizuri katika ligi kwa sababu hii ni tunakusanya pointi. Mtu mwenye pointi nyingi ndo anaenda kuchukua ubingwa. Kwa hiyo mimi naamini tukimfunga mtani ni tunarudi katika ile hali ya kupambania kombe. Sio kwamba ndo tunakuwa tumechukua kombe. Na hata Yanga kwa kutuzidi sisi alama 2 kama tukifanikiwa kuwafunga haimaanishi yeye ndo kashachukua ubingwa sababu kuna mechi nyingi mbele. Kwa hiyo ila mimi ninachokiona sasa sana katika ligi yetu ni waamuzi tu waliokuja waonyeshe mafunzo yale mema, kwa sababu mimi napenda sana mfano kama yule refa Mkenya kaonyesha aina ya mechi inavyochezwa, kwamba mechi kubwa zinaamliwa hivi, mechi ndogo zinaamliwa hivi. Sasa ukiangalia marefa wetu wa Kitanzania hawa, siamini kama hawajasoma, ila mimi naamini wana uwezo mkubwa hata kuliko yule refa wa Bongo. Lakini kuna ulozi sana unaendelea hapa Tanzania. Yaani mtu anakuwa na mapenzi na klabu fulani, basi anaichukua hiyo kutoka nyumbani, basi anaingia nayo hadi kwenye kazi. Na ndio maana ukiangalia hata kwenye ajira zetu hizi za kawaida ambazo sio mpira, ukiangalia tu mtu anakuwa tayari ana kitu chake moyoni cha Utanzania. Hata anaingia kazini ana hilo kitu. Kwa hiyo unakuta mtu anashindwa kufanya vizuri, akichukuliwa Mkenya akija kufanya hiyo kazi ni the same wanafanya vizuri, lakini unakuta huyu anakuwa bora kuliko huyu kwa sababu ya sisi tuna kitu chetu tulichopandikizwa toka miaka hiyo ya enzi ya Nyerere. Japo mimi sijakuepo na sijafanya vizuri kipindiko, lakini kuna watu mimi nawasikia wazee kabisa, unakuta watu sisi tumeharibikiwa na kwa sababu ya mfumo wetu ulivyo tu wa nchi. Lakini kwa saizi mimi naamini kwa vile ambavyo tumegrade kwamba tunachukua marefa kutoka nje kuamua mechi kama hizi ni funzo kubwa, sio tulaumu, hilo ni funzo kubwa kwenye taifa letu kuonyesha kwamba sisi uwezo wa kusoma. Mimi naamini wale wanafanya mitihani ndio maana wanafaulu, wanapewa hadi zile beji za FIFA. Zile hawapewi tu kwa sababu ya kubandika kwenye t-shirt yao ile ionekane, ile ni kwa sababu amesoma kafikia grade fulani na kafanya vizuri kwenye mechi fulani. Sasa ukiangalia wenzetu wanashindwa kuelewa hilo, wanaweka mapenzi sana kwenye hizi timu mbili, wanasahau majukumu kuyatekeleza. Lakini mimi naamini angetokea refa mmoja mwenye akili timamu, mimi naamini hii mechi ndio ingempeleka hata kuchezesha FIFA World Cup. Lakini marefa wa Tanzania wana cha kujifunza, kwa sababu imekuwa ni mfululizo kwamba marefa ambao wanataka kuamua dabi wanatokea nje. Sasa hapo hii marefa wa Tanzania wanalipi la kujifunza? Maana imeonekana marefa wa Tanzania wanakuwa
wanawabeba sana wapinzani. Yaani Simba akicheza analalamika Yanga amebebwa, Yanga akicheza analalamika Simba amebebwa. Hii inatufundisha nini katika marefa wa Tanzania katika kuchezesha michezo ya dabi? Mimi sioni kama marefa wa Tanzania hawawezi, isipokuwa ni njaa, na sina shaka, sijui kwanza wao wanalipo shilingi ngapi kwa kila mechi. Kinachowatenganisha Simba na Yanga marefa ni tamaa ya pesa. Mechi zenyewe Simba na Yanga wananunua mechi. Ninavyojua mimi, Simba na Yanga wanatuharibia marefa, sio kwamba marefa hawapo. Kuna mwingine mmoja anajitahidi sana, lakini na yeye akifikia kwa kama mzee Alajiga pamoja na yule askari huyu jamaa refari huyu anamuita mtu hata Kayoko. Kuna yule askari, kuna askari mmoja ni refari wakati ndio yule refa ni mzuri sana, lakini sasa inapofikia Simba na Yanga kuna vifurushi wanapewa, ndio maana wanaharibu mechi. Sio kwamba ni mabovu. Huwezi kupewa beji ya FIFA alafu baadaye unaonekana wale wanauza mechi. Wanauza mechi kwa tamaa. Na sijui TFF board viongozi wanaosimamia marefa bodi ya ligi yenyewe. Sijui kama wale watu wanawapeleka shule au wanajipeleka wenyewe shule. Hata hizo kozi zinaandaliwa na nani? Wao ndio kila siku wanawapitisha. Sasa sijui kama wanachagua watu ambao hawajui au wanawaaminisha kwamba tunajua, wakifika kwenye uwanja ndio wanaboronga, sijui. Lakini mimi na imani wale sio wabovu, ni wazuri tu. Yule wa Kenya ni mtu tu ambaye amekuja akasoma mchezo, ameonyeshwa dabi inavyochezwa, akaambia bwana sisi Simba na Yanga wako hivi. Kawekewa mkanda, kaangalia, akasoma, akaambiwa bana chezesha hivyo. Na yeye akaongeza na akili zake, ndio maana alichokifanya ndio kila mtu akalizika. Lakini unasema refari wa Mkenya hajatoa kadi kabisa. Kuna matukio alikuwa kutoa kadi, hajatoa kadi kabisa. Hii imekaje? Yeye aliambiwa bwana Simba na Yanga ukitoa kadi huku utatoa kadi na huku. Kwa hiyo ukibalance mchezo hautaleta maana na utakuwa na filimbi nyingi na utatoa kadi nyingi sana. Kwa sababu mchezo wa juzi wa kombe la Muungano angekuwa refa hapa, nadhani kadi za njano zingekuwa hata 70 kitu. Na alafu uwanjani wangebaki hata watu 8. Ninavyojua mimi. Kwa sababu watu wa huku wana balance, marefari hapa wana balance mchezo. Umeona? Mtazamaji wa Ngebe Media, tumekwenda kusikia hisia za mashabiki wa watu wawili, wote wakitambiana kwamba siku ya kesho pale Meja Jenerali Samuyo patawaka moto. Huyu akitamba kushinda, huyu mwingine akitamba kushinda. Sasa sisi tunasubiri tuone kipute kitakuwaje katika uwanja ule. Natamani kujua, umesema uhakika timu yako kushinda, sio? Yani hilo uhakika. Nataka unipangie kikosi chako cha mauaji ambacho kitakwenda kumuua mtani siku ya kesho. Okay, namba 1 ni Kasari, namba 2 Shomari Kapombe, namba 3 atacheza Kibabage, namba 4 atasimama Kamara. Lushen anacheza namba 4 5. Mimi sijui. Namba 5 yule. Namba 4 Tule, atasimama Tule, namba 6 Kagoma, namba 8 namba 8 okay, namba 7 atacheza Libasege, namba 8 atacheza Kante, namba 9 nadhani Mwalimu hataanza na Selemani Mwalimu kwa sababu Mwalimu ni muumini sana wa Force 9, kwa nadhani ataanza Mpanzu. Lakini Mwalimu ni typical striker, yule striker alisia. Ujue wale walimu wawili wametoka mataifa mawili tofauti. Kuna mmoja katoka South Africa wanaamini total football. Alafu ukiangalia huyu kocha wa Yanga katoka Angola hawaamini mpira wa total football. Si umeelewa vizuri? Kwa mmoja anapenda sana kutumia namba 9 alisia. Kuna mfumo wa South anapenda sana kutumia namba 9 asilia. Hata ukiangalia Mamelodi anapenda sana kumtumia Lisharule yeye ni namba 9, yani Force 9. Sio namba 9 pase, ni Force 9. Sasa mimi nadhani huyu kocha naye anachukua hivyo vitu. Kwa hiyo mimi naamini na akacheza ligi hiyo kwa miaka karibia 10 kule South Africa, kwa anaelewa na anajua vizuri namna ya kumtumia Force 9. Kama mechi iliyopita ya Yanga ile ambayo ya ligi tumetoka hatujafungana,
ile alimtumia false 9, alikuwa ni huyu Lwemba alicheza false 9. Lakini kwa hii mechi nadhani kwa Mpanzu kurudi kufanya vizuri kwa baadhi ya mechi zilizopita, mimi naamini ataanza winga ya namba 11. Sijajua hali ya Oula, lakini nadhani ataanza Oula kama atakuwa tayari kalikava hilo injury yake aliyokuwa ameipata. Nadhani kosi changu ndio kipo hivyo. Namba 10 pale hujanitajia. Namba 10 Clatous Chama. Yaani hiyo wala sio kuuliza, hata ningemuuliza shabiki wa Yanga hapa mambo yangekuwa yameenda hivyo hivyo ninavyokuambia. Mpishi mwenyewe. Yule mpishi, kwa sababu hii ligi ya Tanzania toka miaka hiyo ya nyuma ambayo ya 90 2010 sijaona namba 10 anayefanya vizuri kama yule jamaa. Sijaona ukweli, japo walitokea wakina Wesu, lakini sijaona mtu ambao anaweza, alikuja Azizikia akawa anamkaribia, lakini sijaona kuonyesha ile uwezo alokuwa Chama alokuwa nao. Ipo hivyo. Kwa hiyo Aziziki na Chama unaondoka na Chama. Yaani hiyo hata ukimuuliza rais wa Tanzania hii, ukimuuliza namba 10 bora wa Tanzania ndani ya miaka 7 atakutajia Clatous Chama. Hao wengine watafuata. Lakini Chama ameenda Yanga amefeli, manake Yanga ni timu bora sana kuliko Simba, sio? Chama Yanga hajafeli, ila zile yani hizi timu mbili uwaga lazima kila msimu wasajili mchezaji kwa ajili ya media. Ili uweze kumdidimiza Simba au Yanga lazima uchukue mchezaji wa makelele. Sasa ukiendekeza hiyo hali inakutokea mpaka unaenda kufanya usajili sio kwa mataka ya kocha, ila inakuwa ni mataka ya viongozi. Mara nyingi hiyo ndio inayokuja kuwaumiza hii Simba na Yanga. Ukiangalia saizi kwa mfumo uliopo wa Simba, mimi naizungumza sana Simba kwa sababu ndio timu ambayo naifahamu. Kuna tetesi zinakuja nyingi sana za Faisali, lakini ukiangalia wewe kocha gani aliyemhitaji Faisali unakuta haipo, ila kwa sababu tu ni viongozi wana mahitaji ili kumfurahisha ngebe media au na mashabiki wengine, ndio unaona changamoto kama watu wana force mpaka wanataka kufanya ni kumsajili. Lakini mimi naamini Clatous Chama ni mchezaji mzuri katika mfumo ambao yeye utamfanya ashaini, ila kwa sababu Yanga kutaka wao walitaka Chama kama Chama timu itengenezwe kupitia Aucho, ndio maana Aucho akawa anaonekana mzuri kuliko Chama. Na sio Aziziki, ni Aucho kwa sababu Yanga imetengenezwa, Yanga ile ya Nabi ilitengenezwa, muhimili wake ulikuwa mkubwa ni Aucho. Simba walitengeneza timu sio kwa kumtegemea namba 6, walikuja kuitengeneza timu kumtumia Chama, yani kwamba Chama ndo brain ya Simba. Na huyu kocha alichokuja kugundua, ndo maana alikwambia naomba mleteni yule, kwa sababu yule ndo anaijua Simba vizuri. Hao wengine umemwona huyu Lwemba ni mchezaji mwenye kipaji, anacheza vizuri. Morris Abraham wanacheza vizuri. Lakini ukija kwenye swala la wapi nifanye maamuzi sahihi, Chama kawazidi wachezaji wengi sana. Yaani Chama yupo mwaka wa mbele sana babu. Kwa hiyo kwa kikosi chako hicho matokeo yatakuwaje? Matokeo kwa mimi hapa nadhani tunawafunga goli 2. Goli 2 nani anafunga? Goli 2 hizo nadhani anafunga Libasege. Nadhani ana bahati sana kwenye hii mechi. Libasege nadhani ana bahati sana na Mpanzu. Goli ni la Libasege na Mpanzu. Mtazamaji shika hilo. Libasege atafunga na Mpanzu goli 2, Simba anashinda. Tugeukie upande wa Yanga. Una uhakika sana kuendeleza ubabe wako ambao umekuwa na kashikashi nyingi sana kutoka ushindi wa kombe la muungano ambao alipata mtani wako. Wewe unazungumziaje kikosi? Utaanza na kikosi gani ambacho utamwangamiza mnyama? Golini kama kawaida Diala. Fullback namba 2 atakuwa Yao Kwasi. Namba 3 Shabalala. Namba 4 Baka. Namba 5 Mwamnyetu. Namba 6 Damaro. Namba 7 atacheza Maxi au nani huyu twende na Maxi. Zuzwa winga hizo nakutajia. Namba 7 hiyo. Namba 8 hapo. Namba 8 atakuwa huyu Mkenya nani huyu? Duke Abuya. 9 Dube. 10 Okelo. 11 sasa watachaguana, nimetaja mawinga wawili hapo. Mmoja anaweza kaenda winga nani Pakome au nani Maxi Nzengeli. Wakagawana winga, mwingine akaenda kushoto, mwingine kulia. Wao wanajichagulia tu. Mnyama anakufa goli ngapi katika kikosi chako? Mimi namuua 2. Unamuua chuma 2. Chuma 2. Nani anafunga? Dube kama kawaida.
Alan Okello ndo anaanzia hapo. Kwa Alan Okello na Prince Dube ndo watakaofunga katika mchezo huu. Ndio. Mtazamaji, nadhani umesikia wakipredict magoli kwamba huku goli 2-0 na huku nako goli 2-0. Sasa sijajua goli 2-0 atapigwa nani. Tusubiri mchezo utakaofanyika siku ya kesho katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo pale Mbweni, ambao utawakutanisha Simba na Yanga. Mtazamaji, nashukuru sana kwa ajili ya kutazama kipindi chako cha Kaki Sport ambacho kinapatikana hapa Ngebe Media, ambapo hapa sisi tunazungumzia masuala ya michezo tu. Yaani ukija hapa ni michezo tu. Masuala ya Simba, Yanga, ligi zote sisi tunazungumza. Kwa hiyo usiondoke, uwe pamoja na sisi, tufuatilie katika mitandao ya kijamii. Tupo Instagram, tupo Facebook, tupo TikTok, tupo YouTube. Ukiandika Ngebe Media unatupata kwa uzuri kabisa. Hii ni Ngebe Media. Always we say everything is okay.